Kwanza ninashangaa wasisambaze taarifa ambazo sio sahihi. Kwa bahati mbaya haya mashimo yanaweza kufanya nini? Kutitia. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakuijia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Geita ambapo tunasimuliwa kuwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita linawahakikishia wakazi wa mkoa huo kuwa tukio la kutitia kwa maduara katika mgodi wa Msasa uliopo wilayani Bukombe halijasababisha madhara yoyote ya kibinadamu, tofauti na taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwepo kwa watu waliofukiwa. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa Mrisho Sadik. Kufuatia kusambaa kwa taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, uwepo wa baadhi ya watu ambao wamefukiwa kwenye mgodi huu wa Msasa uliopo wilayani Bukombe mkoani Geita, tumefika eneo la tukio kuangalia harakati ambazo zipo zikiendelea kufanywa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi. Kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita anatoa ufafanuzi ya kile ambacho kinaendelea katika eneo hili. Hizo tetesi tumekuwa tukiongea mara kwa mara na pia sio za kweli, kwa sababu huu mgodi unafuata sheria. Wiki moja kabla tulifanya mafunzo katika ile eneo la mgodi ambao tunasema usalama mahala pa kazi. Tulishirikiana na Jeshi la Polisi na watu wa madini kutoa elimu ya mgodi salama au usalama wa mgodi. Lakini taarifa zimesambaa sana kwamba kuna watu wamefukiwa katika ile eneo. Utaona ile eneo lilikuwa liko chini ya uangalizi, lilikuwa lifanyi kazi. Kwa hiyo tunaya maduara yote 4 yalikuwa yamezuiliwa asifanye kazi, kwa sababu hao watu walifanywa mafunzo wakaweza kutumia zile mbinu kwamba lazima wajiridhishe. Wamejiridhisha kuzuia shughuli za uchimbaji zisiendelee, na yule fundi au yule mkaguzi akatoa taarifa kwamba ile eneo sio salama, alifai kwa ajili ya uchimbaji. Kwa baadaye, baada ya muda kupita, kwa bahati mbaya haya mashimo yaliweza kufanya nini? Kutitia. Lakini mpaka jana hadi muda huu hatujaweza kupata viashiria vyovyote vya mtu au watu kwamba amenasia katika haya mashimo au katika mgodi. Na shughuli nyingine katika ile eneo zimesimama hadi ambapo tutafanya taratibu za uchunguzi na kujiridhisha kwamba eneo ni salama. Kwa hiyo kama tukavyoona, shughuli za ushushaji wa matimba unaendelea katika ile eneo la mgodi. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wasisambaze taarifa ambazo sio sahihi, lazima ujiridhishe. Viongozi wa mgodi huu wanazungumzia kila ambacho kilitokea kuanzia siku ya jana kwenye eneo hili la uchimbaji wa madini ya dhahabu. Kwa majina anaitwa Kesi Maira, ni meneja wa mgodi wa Msasa. Kama unavyoona ndugu mwandishi, zoezi la kuhakikisha tunafukua hapa ili tuone kilichokuwa kinazungumzwa kama kiko sahihi inaendelea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunashirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mainspekta wetu, nafikiri kama unavyoona ni timu. Kwa mpaka sasa hivi tunaendelea na zoezi la kufukua. Naam, eneo hili kuna watu kwa wanafanya shughuli katika hayo mashimo. Mashimo haya 3 yalikuwa chini ya ukarabati, kwa sababu tuna mainspekta wetu wanaokagua kila siku muendelezo wa mashimo yetu. Kwa hiyo baada ya kuwa wamebaini kwamba mashimo haya sio mazuri, manake walizuia kazi. Kwa hiyo mashimo haya yalikuwa chini ya ukarabati, manake yalikuwa na karabatiwa. Kwa mpaka tukio inatokea hakuna kazi zozote zilikuwa zinafanyika. Kufuatia kusambaa kwa taarifa hizo zimemfanya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita Nicolaus Kasendamila kufika katika eneo hili kujionea uhalisia wa kila ambacho kinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Nilikuwa nimepumzika nyumbani, lakini ghafla kupitia simu yangu nikapata habari ambazo zilinistua kwamba kule mgodi wa Msasa wamefukiwa watu 200, maduara yamejiponchi msemo wa kichimbaji. Sijakaa sawa, taarifa wamefika 400. Sasa mshtuko ule kanifanya mimi nitoke nyumbani na kuanza safari kuja Msasa kujionea hali halisi. Nina mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwanza ninashangaa
nilichokiona kwenye mitandao ya kijamii sio uhalisia niliyoukuta hapa. Mimi ambacho nataka kusema ni mambo machache sana yafuatayo. La kwanza, serikali yetu ijitahidi sana kudhibiti utoaji wa habari. Watu wanajengewa taharuki ambazo hazina sababu ya msingi. Mimi nimepigia simu na watu wengi sana. Sasa kwa kawaida tukio la kama hili la maafa likijitokeza sehemu fulani, huwa kuna dalili zinazoashiria, lakini vijiji vyote vinavyozunguka mgodi na maeneo mengine hatujasikia jambo lolote nje ya uvumi unaotapakaa. Serikali ichukue jitihada za makusudi kabisa, hii hali idhibitiwe. Mimi kwa nimejipumzikia nyumbani, nimepata kuhangaika kwa sababu ya habari za kwenye mitandao ya kijamii ambazo hazina uthibitisho wote. Jeshi la polisi mkoani Geita kupitia kwa kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo amekemea vikali tabia